Kuvaa suruali kwa watumishi wa Mungu, na nafikiri imekuwa ni mjadala mkubwa, lakini hata mimi mke wangu anavaa suruali. Mwanamke kuvaa suruali ni dhambi. Kuvaa suruali sio dhambi. Vaa. Ukijisikia kuvaa suruali, vaa. Uniulize nyinyi wanaume, unapomruhusu mke wako kuvaa nguo zinabana na masuruali yanabana, hivi huku mtaani wengine wanafaidika na nini? Au yani ni nini hasa huku mtaani ambacho unakifanya mtaani? Au unamkomoa nani? Kuna mambo haya sasa. Na ndio maana mke wako anaitwa demu, haitwi mama, kwa sababu ya nguo unazombisha. Na demu siku zote hatafunza watoto, naye atazama demu. Lakini umemuingiza kwenye kosa jingine. Kuna watu wanaozini naye kwa kumtamani, ambao ni Biblia. Wakimwangalia kwa kutamani, wanazini naye. Walisha mke wako njia za heshima. Mchungaji, usipuze. Mungu hakuja kutengeneza kundi la wauni, alikuja kuwatoa wauni kuwafanya wenye haki na kuwafanya watu wa heshima. Makanisa yoyote ambayo hayajali muonekano wa nje, tokeni. Dunia inamvua mwanamke nguo, inamchezesha kwenye television akiwa na nguo ya ndani. Kanisa kazi yake kumvisha mwanamke nguo. Makanisa yote ambayo hayajali muonekano wa nje, kimbieni. Ni imani potofu na mafundisho potofu. Hayajali muonekano wa nje, muyakimbie. Niko katika saa yangu, sijatumwa na wewe. Yuko atakayeniuliza. Muda ni mchache. Kondoo wametawanyika. Awali wakashiba, wananyonywa na kuliwa. Enyi wanadamu, mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya Mungu ni uzima.